Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena uweponi mwa Bwana. Leo tena tumepata nafasi ya kujifunza kuhusiana na neno la Bwana. Wakati huu ninaomba tujifunze kwa habari ya hili neno la Bwana ambayo inasema kuhusiana na nafsi kuwa hai. Akawa nafsi hai. Ukisikia neno hili, kuna nini kinakujia haraka haraka kwenye ufahamu wako? Akawa nafsi hai. Kwa maana kabla ya nafsi hiyo ikuwa hai, na maana ilikuwa ni mfu, ilikuwa haina uhai kabisa. Tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 inasema, neno la Mungu inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kumbe kabla mwanadamu hajapuliziwa pumzi ya uhai, nafsi yake ilikuwa ni mavumbi. Nafsi yake ilikuwa haina uhai. Kumbe kuna wakati hii nafsi itarejea kwenye mavumbi. Na ili roho ya uhai au pumzi ya uhai ambayo Mungu alimpulizia mwanadamu puani na kuigeuza ile nafsi kuwa hai, itamrudia Mungu aliye ingiza katika hiyo nafsi na ikawa hai. Tunaona kwenye kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 7 inasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu. Nafsi ikawa hai, kabla ilikuwa mavumbi. Kumbe kuna wakati nafsi ambayo ilikuwa mavumbi itarudi kwenye asili yake ya mavumbi, itarudi katika nchi na kuwa kama ilivyokuwa mwanzo, mavumbi. Na ile roho ya uhai ambayo Mungu alipulizia hii nafsi ikawa hai, itamrudia Muumba. Na tunaona pia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19, neno la Mungu linasema, mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kumbe mimi na wewe tu mavumbi. Na muda si mrefu ambao hakuna mtu ajuae, tutarudi mavumbini. Tutarudi kwenye asili ile ya mwanzo kabla ya kuwa na hiyo roho ya uhai. Sasa mwanadamu, kiburi ni cha nini? Majivuno ni ya nini? Kujisahau kunatoka wapi? Kwa nini tukubali kusongwa na ulimwengu ama ya hapa duniani? Neno la Mungu inasema kwamba itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake. Kuna wakati nafsi itahitajika mbele za Bwana kutoa hesabu. Tunaona kwenye kitabu cha Warumi 14:10 inasema, neno la Mungu inasema, kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Kuna wakati Mungu atatuhitaji. Wakati ambapo bosi wako alikuwa akikulipa mshahara mnono na kukufanya ukose hata muda wa kuisoma neno la Mungu, ukose muda wa kufanya ibada, hata kuwepo wakati huo. Ni wewe na Muumba wako. Ni mimi na Muumba wangu. Tutakuwa mbele za Mungu kutoa hesabu ya yale ambayo tumekuwa tukiyatenda. Nafsi ikawa hai. Kumbe nafsi hii ambayo ni hai itatoa hesabu. Mpendwa, ifike wakati tukumbuke kwamba Bwana Yesu atahitaji hesabu. Mtu hapa anaweza kujiuliza, kwa hiyo tusifanye kazi? Hapana. Fanya kazi, lakini Mungu kwanza. Kama ambavyo unaweza ukapanga ratiba ya siku yako nzima
kwamba nikiamka nifanye hili, nifanye lile, niende kazini, nirudi, niandalie familia kwa jinsi ratiba yako ambavyo unaipanga. Kwenye hiyo ratiba hakikisha Mungu ni wa kwanza. Kwenye hiyo kazi hakikisha Mungu ni wa kwanza. Lolote ile ambalo unalifanya hakikisha Mungu yupo ndani ya hilo jambo. Hakikisha unamuuliza Mungu, umeniumba ukanileta hapa duniani kwa kusudi gani? Ili uishi ukilitimiza kusudi la Mungu. Uishi ukifanya kazi yako hiyo ambayo unaifanya, lakini huku ukilitimiza kusudi la Mungu. Utakapo ulitimiza vema lile kusudi la Mungu, na hata wakati wa hesabu utakapofika, itakuwa ni rahisi kutoa hesabu iliyo nzuri. Itakuwa ni rahisi kutoa hesabu iliyo nzuri. Itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Ni bora ukose hapo ulimwenguni ila nafsi yako ipone. Ni bora ukose hapo ulimwenguni ila nafsi yako ifanyeje? Ipone, iokolewe. Tunapokuwa tunapitia magumu, tunaona kama Mungu ametuacha. Tunaona kama Mungu hasikii. Lakini ni wakati ambapo Mungu yupo anakutengeneza. Ni wakati ambapo Mungu yuko anakupika ili uweze kulifanya kusudi ambalo amekuleta hapa duniani. Mungu anasema kwamba tuutafute kwanza ufalme wake. Unadhani ufalme wa Mungu unautafuta namna gani? Wakati ambapo umemaanisha kuutafuta ufalme wa Mungu kwanza, na mengine yote atakuzidishia. Hakuna kipindi utapitia majaribu kama hicho. Lakini wakati huo tukumbuke kwamba tutarudi kwa Muumba wetu. Hii roho ambayo ya uhai hii ndani yetu inatufanya tunaweza kutembea kutoka hapa na kufanya hiki na kile, itaondoka. Nafsi ni mavumbi, asili yake ni mavumbi, itarudi mavumbini, lakini kuna wakati utafika Mungu atatudai hesabu ya yale ambayo tumekuwa tukiyafanya. Basi mpendwa katika Bwana, ninakusii na ninaisii nafsi yangu, wakati wowote ule tunapoendelea katika kulitimiza kusudi la Mungu ambalo ametuitia kulifanya hapa duniani, tukumbuke kwamba kuna wakati tutarudi kwake kutoa hesabu. Basi nikushukuru sana msikilizaji na mtazamaji wangu. Mpaka wakati mwingine tena, Bwana Yesu akubariki.